Bana, leo tutayahesabu mambo 10 ya hovyo ambayo tuliyashuhudia katika tamasha la miaka 30 ya Bongo Flava. Of course tutaanza namba 1 mpaka namba 10, lakini usiache kusubscribe ili usiwe unapitwa na stories zote kali za burudani, lakini pia top 10 kali kama hizi. Anyways, namba 1 ni tukio la Babu Tale on stage. So far tukio lake kubwa ambalo limetrend ni hili la kumwaga pesa kama ambavyo unamshuhudia hapa katika stage, wakati akiwa anafahamu kabisa, of course huyu ni mheshimiwa mbunge, si ndio bana? So yeye ni moja kati ya watunga sheria pale bungeni. So far anafahamu vizuri sana kuhusiana na sheria, lakini alichokifanya nimeshindwa kumuelewa. Babu Tale amemwaga sana pesa pale stejini wakati Tundaman akiwa anaperform ngoma ya pesa. Sasa sijajua ni mzuka ama kuna vibe lingine la ziada ambalo lilikuwa limeongezeka kichwani, kwa sababu baada ya kuzimwaga hizi pesa akaanza kuzikanyaga. Salute kwake Madii, kwa sababu alishtuka kwamba hiki kinachofanyika si sawa, akaita moja kati ya wahudumu waje kuondoa pesa zile. Okay, hiyo ni namba 1. Namba 2 ni interest ya Mabaga Fresh. Of course tunawafahamu Mabaga Fresh, hawa washikaji ni walemavu, si ndio bana? Hii ni crew ama ni gang ambayo hawa washikaji wote wawili ni walemavu. So good enough, mmoja kidogo anaweza akatembea, lakini mwenzie hawezi kabisa kutembea. Sasa design ambayo ilitumika kumbeba na kuja kumleta hapa stejini, mimi kwa upande wangu hii sijaridhishwa nayo, sijapendezewa nayo kabisa. So far I don't know angefanyaje, lakini mimi naamini kwamba wangeweza kufanya bora zaidi ya hiki ambacho walikifanya. We tupe maoni yako pia. Je, ubebaji huu hata namna ambavyo jamaa alienda akamweka pale chini, yani it was not comfortable, au sio bana? Kuna namna ambavyo wangeweza wakafanya hata wakasaidiana na nini. So ni kama vile organizers walikuwa hawajajipanga na baadhi ya matukio ambayo yamekuja kutokea. It was like surprise, au sio bana? So imetokea ni kitu kama vile yani wamejikuta tu ndo tayari hivyo, tayari mshikaji shambeba mwanae na tayari shambwaga stejini like that. Lakini the vibe ya Mabaga Fresh ilikuwa ni noma bana on stage. Wewe unaona ni fresh ama ni gani? Namba 3 ni Baba Levo. Bana, Baba Levo naye pia hakuwa tofauti sana na Babu Tale. Hawa washikaji walikuwa na vibe sana on stage. Yeye kwa upande wake Baba Levo vibe lake linatokana na kwamba anadai kuwa Nature ndiye godfather wake. Yani Nature ndiye mtu ambaye alimtoa kimuziki. So Nature anamtaja kama mtu ambaye alimpa maisha wakati huo, lakini kwa sasa godfather wake ni Diamond Platnumz. Wote tunajua, si ndio bana? Sofa naye pia alizidisha vibe mpaka ikafika time akambeba Juma Nature mabegani. Just imagine katika show kubwa kama hii watu wamebebana mabegani like that. Ingekuwaje kama Nature maybe angedondoka kama wangekosea step, alafu lolote la kutokea likatokea, sisi ingegeuka kuwa namna gani? Vipi tena? Shuhudia hata namna ambavyo alimshusha, it was not comfortable, au sio bana? So Baba Levo naye pia vibe lake lilikuwa limepitiliza. Anyways, hiyo ni namba 3, au sio? Namba 4 ni tukio la mheshimiwa bana Mwana Fei. Tukio lake lilikuwa sipo wa kiukweli, au sio? Wote I think tulishuhudia kitu ambacho kilitokea, kwa sababu ni kitu ambayo ilitrend sana katika mitandao ya kijamii dakika chache tu baada ya Watanzania kuikataa hotuba yake. Tukumbuke kwamba huyu alikuwa ni mgeni rasmi, so at least hata tungemsikiliza kitu ambacho amekizungumza, lakini anyways, nisiongee sana bana kuhusiana na mchongo huo kwa sababu wote tuliushuhudia. Lakini pia Shilole naye vibe lake lilikuwa
sio poa katika stage. Yeye alipanda kwa ajili ya kwenda kumtunza msanii, lakini baadaye nikashindwa kuelewa hivi alienda kumtunza msanii au alienda kufanya vurugu. So it was like watu walitumia vitu vya ziada hapa kwa sababu vibe yao alikuwa so kweli kabisa. Kwa sababu Shilole alipofika stageini akaanza kumtunza kila aliyemkuta kwanza stageini, afu anachomtunza hata akieleweki ni 10,000 tu, ambapo alitumia maybe kama 40,000 ama 50,000, na akaenda mbali zaidi akaanza kumwaga pesa kwa mashabiki, kitu ambacho huwa akishauriwi kabisa kwa sababu hapo unasababisha vurugu ambayo haikuwa na ulazima. Okay, hebu mshuhudie jinsi ambavyo alianza kurusha pesa kwa mashabiki. Na kawaida ya binadamu bana, sisi cha bure huwa lazima tukigombanie, hata kama unacho lakini bado tutakigombania tu, sababu hawa watu ambao wanarushiwa hizo 10,000 ni watu ambao wamelipa 100,000 ya kiingilio kuja kukaa hapa mbele karibu na stage ili kuona wasanii kwa ukaribu. Okay, namba 5 ni performance ya Nyota Ndogo. Of course comments zilikuwa ni nyingi baada ya performance ya msanii kutoka Kenya Nyota Ndogo. By the way alikuwa dizenka vile amelazimishwa hivi kupanda stageini. Performance yake ilikuwa imepoa na nini, yani haikuwa na mvuto kiukweli. Hata kwa upande wa namna ambavyo alikuwa amejiandaa na hii show, it was like ni amechukulia kawaida sana. Ukiangalia kuanzia mavazi yake, it's true tunakubali kwamba mastaa karibia wote walikuwa wamevaa mavazi ya heshima lakini kwa upande wa Nyota Ndogo bana, hata vazi alilokuwa amelivaa lilikuwa haliendani na mwili wake na pia haliendani na show yenyewe. Tupe pia maoni yako kuhusiana na Nyota Ndogo. Lakini tukio jingine bana ni dancers. Of course dancers walikuwa wanajaa sana on stage na kusababisha vurugu. Huyu hapa ni Sogi Dogi ambaye alikuwa akiperform, lakini nyuma yake kuna dancers zaidi ya 10 na kitu hivi. Sasa hii ni nini guys? Stage yenyewe haikuwa na ukubwa kiasi hicho. Na mwisho kabisa ni tukio la Dudu Baya. By the way hili hatuwezi kulizungumzia sana kwa sababu tayari limesha trend na kila mtu karibia tayari anafahamu nini ambacho kili happen, na hata pia kile ambacho Dudu Baya alikizungumza ni noma kabisa kuweza kukipa airtime ama kucheza sauti ile ambayo alikuwa ameizungumza katika media. So far ndo mambo 10 ambayo ya hovyo kabisa tuliyashuhudia katika stage ya miaka 30 ya Bongo Flava. Ni jambo lipi ambalo naye pia ulilishuhudia lakini hujalisikia katika listi hii, ama jambo lipi ambalo umelisikia unaona mbona kama hili jambo halikuwa la hovyo lakini tumelitaja kama la hovyo? So dondosha comment yako hapo, tuambie. Usiache kusubscribe lakini pia share na wana ili familia iwe kubwa zaidi, au sio? Chao. Naomba mikono juu kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu alinipeleka India nikarudi salama. Say yeah, yeah, yeah.